so what talento sumuro wichinze we appreciate so much for your support and ndote wa karibu Learase studio ni mboto mogeni omonene kabisa. I believe most of you watch it Mashujaa Day. We streamed it live on Ndize TV. Now there was a highlight moment. Great president ya Ndega Chakawatenga. I know so many of you mama tinga abagusi was artists wa gusimba jitamu bakora esongi kuruku mimi ni shujaa nega perform before the president. And the day of komaita kotero kota mayumu se kotero the chorus na andenero rese studio rero. Wow, ndio tawikideria karibu sana. Asante. Welcome so much. So, tell banda nini? Mkolo ku Sara Mora, lakini ikiro mtako ndo shoti. Shoti. Shoti na ande na word shot. Na wali wele tao. Sometime back, nikianza kuimba, mtu achete studio. Tulikuwa tuna vibe na some guys alafu hapo anajua jina yangu so chali fulani akatoka I foolish ni artist akataka kondoka shori yani shori kadimu kafupi shori ni dem so ule shori kashori ikakuwa matu hivyo ikakuwa mapo and ndinyo tete sometime back ikakuwa jagira your shori was not yeah alikuwa kunjirenga honestly you're going to want if I'm not wrong. No, it's actually the same way. Neri career ilikuwa ina confuse watu tu. Watu ndio walikuwa ngalo. Shori, you've been in the industry for some time now. Lakini ngeza bantu bande especially aba gusi kera ingo chingoma chao chire pop na ndechitari che gusi mono bro kora tudni ya che gusi mono. So most people were to kebaja to komanya after Mashujaa or at least there are people wa komanya through Mashujaa. What was it like to perform before the president? It was awesome. Lakini ni hiyo siku nili freak out sana. Yaani chinguruchia everybody kuanzia hapa kwenda chini like mguu iko ina function. Juna tulikuwa tumepangwa so tuko huko nyuma. So nikitembea nilikuwa fiti. Ngachiko ikasia line yani chinguruchikera. Utakira mauroti. Tension ilinga. Sababu nilijua unajua like this watu niko sure in their minds watu wakisikia Mashujaa ilikuwa kisema ndio kwa body mnafikiria nini kuweka hapa tukuruhusiwa headline the whole thing so kulikuwa na hiyo pressure na tulikuwa tunataka kumake unajua Gusi proud so your pressure like it's on your shoulders what will people think juu after hizo events memes utembea so nilikuwa na shida sasa tutachomba nitaanguka huko mbele alafu nisengezee meme unajua ama nitashika juu microphone hizo pia sometimes unaweza chukua ikatai kutoka kwa stand sasa nilikuwa naomba fight nao kidogo au si kama chini mchichake au si mama tiko tumia mic na tunajua yani ni freak out na by the way ndio ndio kwa I remember Mashujaa ma event cha national cha very chiko ba devolve was chiko karura ngao but it's the first time I guess I think there's no national artists gracing the event like well there were big artists but mostly walikuwa perform asubuhi na wengine kwa lunch like napenda vile walibelieve in us wakasema it's all about kifi hakuna vile event itakuwa county yetu atimlete mtu kutoka nje ya headline so we wanted to represent like unajua Kisi vizuri so that's why sisi ndo tulikuwa tuna headline ukiona tukiimba mbele ya president sisi tu ndo tulimentertain everything was Gusi from dancers from everything and everything wow and I think that's big I say one of the most positive things now out of event Gochagega is the fact that you were given a chance, a challenge, and then you took it on like the world now in Nigeria. When you are going to watch, to come perform on the luncheon, most people don't know that even. That was quite private. And it's not as a peak when I perform before the president. And you made him stand. Yeah. Unajua tuliomba before twende huko mbele Makubamba tulikuwa mimi Makubamba na hiyo the rest of the crew. Akasema yani leo lazima president asimame. So ile time watu wanaitwa huko mbele watu wanakazana kwenda tukasema acha tuombe. So akatuombea tuka hope tu yani kwa success at least it will different though every time watu wanakumbuka Kisi anytime event ilikuwa held Kisi wanakumbuka woi hawa sio wale make the president stand because tuliambiwa haijawahi happen kabisa a stand for alisimama literally for like 8 minutes straight he has never na the whole podium ilisimama na yeye so hiyo standing ovation ilikuwa yani it was more than tulikuwa tuna expect wow my applause thank you
Surely, going to tell us a story you perform before the president, and you perform on a national stage. You can see so you are representing Agusi. You are in a big stage, I think the biggest probably, and working with a lot of people, pressure, and still you delivered. We're not going to check out. Maybe we start from the beginning. Surely, I've known you for some time now. Yeah. Then at some point you went missing. Let's first start from there are people when you think you've been around for some time. You're young, I know, but you came up alafu ukatoroka kidogo. So tell us your journey. How did it start first? So Dr. B ule wa Nivo Music anakuwa my cousin. Oh, your cousins? Yes. Wow, I didn't know that. Dr. B, Makubamba. It's a musical family. So, when I was in high school, nilikuwa na interest in music. Then, of course, tulikuwa nenanga. Well, niki grow up, family yetu ni musical. Hata niko na mkono anaitwa Clement Oviri, nimba like we are so musical. So tulikuwa tunapelekwa kanisa. Tunaimba. We used like tulikuwa na kifamily kwa my church loved to sing. So akitaka kuimba kanisa alikuwa anatupeleka huko mbele, we learn songs, we sing and everything. Then boys pia alikuwa play hiyo keyboard for church. Hiyo choir my youth. So from hapo nikaanza kushow interest yangu in music. Sasa nilikuwa high school nikifunga shule alikuwa ananitana kama studio. Na kama studio nikazoea, then after a while akanirecordia my first song. Ilikuwa awesome. Ila watu wanakwambia unaweza imba, you should start singing, but I was in high school. Then I cleared school, sasa I did Genda. Hiyo Genda tulirecord huko kwa studio Mwana Kenda. Ilikuwa tu kama joke. Kanga Studios. Kwanza ilikuwa Kanga, but nile, when you know people, you go to studio at night. Ilikuwa tu kama joke, we did it usiku. Na hiyo siku najua niligombezwa nikirudi home, ati nilikuwa happy nini. So from hapo ndo nikaona naweza imba vile people appreciating my music. Then hizo magasugasu zikakama, of course nikago involved and everything. Then ikafika time nilifaa kwenda shule. So around hiyo time naenda shule pia ndo nikapanga side na Black Nation. But unajua kuna hiyo pressure. Mimi pale nilikuwa nasoma, I used to go for classes from Monday to Friday. So I traveled maybe weekend ndo nikuje Nairobi ni shoot videos ama ni have sessions. It was too much. So I guess from hapo nikaanza ku slow down kati ya muziki. Then vile I cleared school, sasa nika move to Nairobi to hustle, but hiyo hamu ya kuimba haikuwa that much because unajua, then pia sikuwa najua ati music inaweza pay ama anything. So nika dive into hustling, like I wanted to prove a point. Nilikuwa sema mimi ni mdogo but nataka ku hustle, like niko independent and everything. So I moved, nika hustle, nikaanza kushiriki yangu. But sasa the more unapata pesa, I guess the more you want money. So nikakonga booked all through. Then pia I was young nikianza kuimba. So I feel like alafu ukikuwa young, as much as spotlight ilikuwa from hapa Kisii pekee, huko nje pia watu walikuwa wananijua. So I felt like sikuwa na time ya kukua myself if ningezidi kuimba. So hiyo break ilinisaidia kujidiscover as a person because I was like 17, 18. Yeah, you were very young. I remember hata ukiperform ile Blaze Award. Yes. I was like a baby. You were a baby, like I had your songs alafu nashindwa ndo waka katoi ama ni kanafanya lip singing hapa juu. So you're very like young. So before we come to the break, unajua na umesema something ulikuwa unagombezwa home and then like you were when you told already. My dad was cool. Hata nikikwanga shule nilikuwa naanza sing like high school singing competitions. My dad was cool because he's also very musical. But my mom alikuwa anateta. So the first time mangu aliwahi maybe kubali niimbe ni after I did Blaze and I won. Akaona kumbe this thing can pay. Kumbe as much as nikadogo kakifungua mdomo kanaweza tengeza pesa. Sasa from there she was cool now. Na mimi kuimba. So far they are proud of you, they are supporting you. Yes. Kama tangu ni move to Kisii nimekuwa na late night. Sometimes naweza enda out vitu kama karaoke because ni musical ama events. Naweza enda na nirudi 3 asubuhi. I like the way my parents trust me. Wanajua niko responsible na the fact that they trust me that much inanifanyanga ni break your trust. So kama I'm going out wanakubali hizi mashujaa tukienda hizo practices every day. Hata kama nimekosa fare, my mom used to give me, as in they are so supportive because wanajua in the long run whatever na do ina pay na inatusaidia sisi wote. They are so proud of me. Wow, big up.
to parents wa Shori. So Shori, mimi wakati nilikubali, unajua mostly wakati unasikiza song unaweza sema this is a beautiful song, lakini kwa cha kutegea room to in person there are so many artists, I will not shy from saying this, wakategea, lakini when they sing without the tracking, the recorded track, kwa realize they are recording artists. But you are talented, you are super talented. Asante. Kegera, when you are recording ile song inaitwaje? Ndete. Nilikuwa nafanya Taya Media by then on the video production side. Lakini ulikuwa kwa sound recording na nikashindwa kukaa the other side, nikaacha kazi nikakuja kusikiza while recording. Now I now know from experience that wewe ni mtu talented. And all along na wakati uliamua sasa kuenda break ama kufanya job, umesema kulifanya job because like to prove something, much as it was entertainment and karaoke and musical, ulihepa kwa music sana, ulihepa kwa limelight, and you are really at the point where you are good, probably the fastest growing by then, so and you still so good. Nini ilikudisappoint ama nini ilikufanya ukachoose job ama hustle ama your door above your talent? You're so good. Why sitasema nilikuwa disappointed per se, like vitu zilikuwa zina happen so fast, then nilikuwa na feel like nikiendelea kufanya music sitaifanya to the best of my ability, like I give it 100 because I was trying to find myself, I was going through things, yani ile unajua tuseme nilikuwa tu adolescent bado namalizia huko. Yeah, so like kuna so many things zilikuwa zina go on, then sikuwa na feel kama nizapatia music 100 because I had school, I had to hustle. Hizo time ya kufanya sessions ilikuwa too much, like hata nikimba imbo singeimba nikae chini ni right nifikirie kweli, ningeimba tu because I need to, na I didn't think that was fair to my label na anybody else mwenye alikuwa na believe in mimi, ingekuwa tu ni kama na western. But niko thankful for him break, ilifanya discover so much. Sasa my music is more mature. Yeah, sure. Na yani naweza do so many things sikuwa nadhani naweza do. Then pia hiyo time nilikuwa off, of course nilitake time nika network, I made friends kwa industry, I learned things. So sahi hata nikigo back na journey ko in safe hands. Yeah, that's true. So a break of 1 year. See. For 1 year, it was almost 2. Oh, it's 2 by the way. Yeah, it was 2 and then now it's almost 3 years now. Actually, it's almost 3 years. It's almost 3 years. In fact, 3 years because ukiongeza hii mwaka umekuwa hii umekuwa ukicheza but I think it's now you're about to explore because sidhani kama you've given your best either. No, hata sikuwa nataka kuanza kuimba hii mwaka, ni projects nilikuwa nimedo soma the people nilikuwa ni team tulikuwa watu wametuambia ni aje, so maybe you try to put out audios out there tuone vile reception itakuwa kama watu wanaweza accept new songs. So I was just posting audios, but I have been working on an EP for a very very long time. Oh, you have an EP coming? Inaitwa Sunika. So nimewakia it and nimekuwa Kisii. It's basically about in my hometown vile I grew up in Kisii, Sunika and everything. Ni stories tu zangu. It's cool, iko na different vibes, kuna song ya Kisii. Yani iko na vibes zote kama ni song club, vitu deep, or that club panga, sorry. Anything too, yani iko na genres zote. Nafaa kuanza kushoot next week. So hii month tunaanza probably itakuwa out. Wow. Yes, videos, tutakuwa na videos na everything. Oh, can't wait. How many songs? 6 songs. Wow, that's great. Yes. Wow. Zimefanywa na producers wa Kisii. I worked with Augusto, Dr. B, na Vinton Escon. Oh, for audio? Yes, like I want. Vinton alifanya audio? Yes. Oh, Vinton is great. Yes, nilikuwa nataka napendanga kuwork na watu nimegrow na watu nimezoea, watu I feel comfortable with, people who know my sound. Yani nilikuwa nataka watu wanadharau Kisii sana, but we have so much to offer. When I tell people I work with guys from Kisii, like you, nikiwacheza hizo wimbo wanakuwa so surprised, as kuna sijui ni magical, ni awesome. Wow. Big up. My producer pia mna to represent uko nje. Now, talking of producers, ulianza kufanya kazi na Dr. B. Yes. Wow, now learned ni kuzo wako. Yes. Alafu ukaenda ukawasendi na Black Nation. How was the transition? Like
Did Dr. B feel like I'm losing a cousin and a friend and a colleague? I'm supporting that. No, he supported me. He's been, amekuwa very supportive over the years. Hata nikikuwa shule, hata si mambo na music pekee. Even in my personal life, ni mtu anani encourage, anani advice, because unajua kwa industry na tunaonanga most times, hata guest time nilikuwa kwa industry, mademu walikuwa wanakuja wanapotea. But sometimes when you have watu wenye wamekuwa kwa industry for a while, they look out for you, wanakuambia what to expect. Amekuwa a positive influence, mimi naweza sema, kwa music yangu. Oh, yes, that's great. Now, what can you tell us about working with Black Nation? Neema. Ilikuwa experience mzuri. I learned so many things. Nili enjoy life. You must have enjoyed it. I mean, as much as because nilikuwa signed for 4 years, as much as niliacha kuput out music, I understand nilikuwa na grow, akanipatia hiyo space. Alikuwa anani support in my day-to-day life in terms of job. He used to advise me kama maybe anaona I am going astray because I'm young, all that stuff. He's been very, very supportive. Even after he left Black Nation, we are cool. He's a nice guy. I'm looking forward to working with him more and more. Ni msem generous, as much as akwangi actively involved kwa vitu mimi hufanya, bado hiyo ni support, ana make sure niko comfortable, ana make sure yes, niko on the right track. Nashukuru Mungu, like it's funny how watu wamenisaidia most kwa life yangu ni men, na they always want the best for me, so it's actually good. Ni a good support system for me na ni a role model. Wow. Ananifanyanga ni work hard, ni kuwa go getter, so he's a nice person. Yeah, go getter. Unanikumbusha, so mmefanya African Lady. Yeah, but haijatoka. Najua haijatoka, but nimeisikia mahali, and it's been around for a while. Nilimalizia, but it's taking a little too long kulingana na mimi. Sijui kama nikupenda, naipenda sana, lakini tumuliko mtati kwenye shoot kwenye release. Is there any specific reason why? Sasa unajua project yangu, unafaa kuuliza mwenye project. Maybe I was told, hey Nyaje, I want to do a song with ladies from Kisii. Are you willing to jump on it? I was like, okay, cool. Then we went to studio and did the song. Unajua kufanya project na mtu sasa, yeye watu wako na vile wameplan project zao. Exactly. So the time yenye mwenyewe ataamua kuitoa huko nje, then tutaitoa tu. Mimi, so, I am ready. They just call, then I come and shoot. Pole, lakini you're featured by hiyo ni sitachoma nikisema ni nani hapo. Kwa hivyo mwenye hiyo wimbo, unajua mwenye wimbo akikuja hapa utamuuliza, but it's a nice song. Yeah, it's a big song. I think yenye pia naweza irate level ya mimi ni shujaa, kwa sababu it is a big it's like itakuwa continental. Ile sasa itakuwa continental kwa sababu inaongelea African Lady mwenye. Anyway, it could be coming out soon, wanatuambia. So you're a go getter. Umeenda Nairobi, umeanza kazi kuliko muziki. Tata hivi ya baba nikikuwa rokora. Nilikuwa na host karaoke. Nili notice niko naweza fanya hiyo job. When I was in campus, nilikuwa naenda blend ya Mary for karaoke, ninaimba. And the lady who was hosting ananiambia, unajua shule uko na sauti fit, you can actually host karaoke. So I went to Nairobi, nikatry kudo activations. Mimi kuna job naweza do, yani kuna job nikido, I love doing kitu inani make happy. So his activations, of course, ni smiling at people, yani ni customer service, unajua ku advertise pombe na everything, but I wasn't feeling it. Like nilikuwa najua anaweza do something different na inipatie more money. So I went to blend Nairobi ile Atika. My friend alikuwa, I think, anafanya job kwa host Sunday social. Nikamwambia tuende, nataka kwenda kulizia job. Niliuliza kwa na karaoke. At no, they used to have it, but sijui host akaenda wapi wakaquit. So I went there. I met the owner. I told him, Mimi, I can sing. Na natafuta job ya host karaoke, but of course that you don't know if I'm good or bad. Nipatie gig. Me host, the first gig I'm doing is for free because clubs near bottles and everything. If I do well and we actually make money, then you can give me the job. Then the owner akasema ni sawa. So I went there your first week nika host. Of course I have nice friends, they supported me, they came through and everything, and the owner was happy, so akanipatia job. Hiyo ndo unaweza sema imekuwa unapo mtu wako na job unalipoenda month kila siku. That was my main gig. I used to love working there. Yani imekuwa experience fiti. I think
ni fiti sana. We are like family. Even when I put out new music, kama ni audios, they usually tweet, you know, and share on their stories. Like ni so humbling kujua someone mwenye akujua anaweza kuchukua akupatie job and they treat you like family. Alafu unajua nilikuwa katoi kwa hiyo job. So they actually took very good care of me. Yes. Wow. To tell you about experience you go in Blaze. Was it Blaze? You were on Straight Up. You were Straight Up? Nilikuwa Straight Up I think before, but ilikuwa because of hiyo time nilikuwa sign Black Nation. Ilikuwa after, but ilikuwa juu ya new music. So Blaze nilikuwa nasomea Saiza Meru, then walikuwa na I think wana have hizo every county. So kulikuwa na different categories. Unaenda na business idea, wakikujudge unajaza hiyo form kwa category unataka na business idea. Then kama they actually love your application and everything, you go through to the boot camp. Sasa kwa boot camp mna commented and stuff, then of course you have to research and you make sure idea yako ni unique by the time when I present kwa judges. I swear I did that thing kama joke. I didn't even know I was gonna win because people were talking na baki zile za mtu ako na idea kali, you know. Ushaenda mahali watu wanaongea vitu unafeel kama haujui anything. So I went there. Nataka kuback off kwanza. Nilikuwa naogopa alafu akaanza nimeshinda. I felt so happy. The first person I called was my dad. Nikamwambia when I was doing Blaze, I didn't tell them I was doing it because I never expected nitashinda. Like I never. I just thought, let me just do it. Unajua tu because I love music na biashara pia unajua tu kama hizo because nilikuwa na study business kwa shule nikasema acha tu nikafanya kama joke alafu nikashinda. Tulikuwa najajiwa na Musiox na J Blessings. Ilikuwa experience mzuri, walitumenta tukalearn new things. Alafu sasa nikawauliza kama naweza perform kwa ile main stage yao na wakanikubalia because ni artists mostly walikuwa wanachukua unajua big artists from Meru na hao guest artists, but nikauliza tu vizuri na wakakubali wakanipatia platform. So pia ilikuwa a good experience. Sure. Wow. So how much did you win? There was a monetary... Ulikuwa una win 100,000, then una win I think credit ya 10,000 and a phone. Nimesahau zilikuwa vitu mingi. Then sasa from hapo unaweza amua kama unataka kwenda compete on hiyo next level. Ukishawina hapa wenye watu wanaenda ku get 1 million. Hiyo nilifika out sikwenda. Because I watch it on TV. I used to watch it on TV and nilikuwa naona how it goes. But you had nothing to lose. You already ulikuwa ushashinda kwenye hapo. Yeah. Wewe actually would dream how smart people are out there. You don't know what wako na ideas. You can only become smart by... I have this thing so ati sijiamini, but sometimes sipenangi kuamini I am good at something. I feel like inaweza nifanya inaweza get into my head na nisiput extra effort. So nikikwanga nervous ile on toes nikijonga I am not good enough na struggle like every time I'm doing something new equal better. I just didn't feel like I was ready for that bigger challenge. But kuna time na feeling yenyewe ni chill sana. I need to do something kama sasa hizi Mashujaa Day. Na chilling na sema yenyewe I need to do something. I need to do hivyo sasa. Maybe that's a prudent way of thinking. Lakini kivyangu kana nyore chance ndio. Okay, what if you had a chance to audition or audition for America's Got Talent? Naweza enda. Lakini ule judge anashtua. Though I work well under pressure. Like na working better and come through under pressure, but pia ina depend which kind of pressure because pia sometimes ukipata mtu unakonga na vitu kama anxiety haikuangi hiyo balance haigwa, ukikonga na vitu kama hizo disorders haiguingi fit na hizo, so naonanga zile vitu naweza handle na zile siwezi. I think in its own way it's being wise. Like unaile kitu unaweza ona inaweza do. But pia after kujaribu then it backfires, inaweza kuaffect in a very serious way. Aiba say don't guy digatori rana wana. Say to na siako. Well, watu wanajuanga Suneka but kwa na yake usiuna ndio. Aba ndo kama ngete Suneka lakini clan yete ko kumabokono irange na Riyama Sagara. Riyama Sagara. Abungo njari. Yes, bonjari. I don't want njari. Njari wa binkawa. So, your experience yote ya Nairobi, making money, doing jobs, creating family around you, na baadaye you had to come to Kisii. What happened?
yani life ilikuwa ina move too fast. I was so busy, I didn't have sometimes other time to call my family, because sometimes ukibingi job unakwanga on high demand, so you're always busy and everything. So I never really had time to call them, hata hang out with friends. As much as I was making money, unapata niko na kama off day moja. I even used to miss birthday. People can actually plan like surprise birthday parties for me, but I siwezi attend because I swear sometimes do ananiita, I don't know, nimechoka, anasema acha ikaenda siku nyingine. Yani I wasn't happy really. Sasa ni kama hata mamangu alinotice hilo. So one time she called and said she was sick. She wasn't sick. I am sick, I'm in hospital, I need to see you. Na nilikuwa tao CBD. So yani nikakaa mtu hivyo, then nikasema nataka nikaifuadie or something maybe. So vile nilikuja hapa nikakaa tu chini ya ifio, nikaona yenyewe I haven't been a good daughter and stuff. Nikaamua kubaki for a while, but deep down I knew I would go back at some point, but I thank God she pranked me, nikakuja huko. Nimekuwa experience poa, at least I bonded with my siblings. Sikuwa najua hata classes wako, probably hata miaka. We used to speak on phone and everything, but I didn't know so much about them. That was here. So vile nilikuja huku tukabond, sasa najua tuko na cartoon kwetu, najua I have funny siblings, I have maybe the main ones and everything, like we love each other. You're the eldest? Imagine. Lakini sasa watu assume ni last one. Unaka last born tu. Yani try kuangalia TV na feel wewe ni last born. Hata sisters wangu kwa high school wako na mwili kubwa kuliko. But the experience kwa wao unipenda, they support me. Wanajuanga songs zangu zote za yenye release. Even my dad, when I do new music, baba yangu anakuanga home weekends mostly. We sit down, I play them for them, wanasikiza. Hata wameniintroduce to Gusi music. I didn't know so many people. My dad anapenda music, so mimi hujiunga vitu mingi, like tunashare, ni give and take. Wamenisaidiana sana. Wow. And it was so fast, life was so fast, and to an extent that unasahau, yani unaitiwa surprise party. Of course ujui ni birthday, utaona ni aje, can we meet in town maybe? Nasema yes, namwambia siwezi, ana insist, namwambia yes. Mimi ukiinsist nikwambia yes, inamaanisha okay fine, whatever. Sasa nabaki kulala, ndio nasikia next day woi tulikuwa tumekupangia birthday woi nini, like vitu zilikuwa zinanipita. Alafu hiyo time unajua ukikwanga super ambitious, hauonangi maybe you don't have time for your friends. Ile point unabaki uko alone. Maybe unakumbuka guys, je ungangana mtu for months, don't know yenyewe I'm not being a good person and stuff. So he break ilikuwa fiti. At least nilikuja huku nika get time ku get on my phone, ku call my friends, talking to them. I feel like as much as tulikuwa part, body to society grow better. So sahi, yes. Kuna watu sema it doesn't matter who you fail, so long as what you are doing makes you money, you need not to apologize. What do you make out of that? I don't really like that. See fiti by the way. Watu wanasemanga pia your network equals your network. Kitu kama hiyo. Like the people around you ndo wana determine network yako. Hata job size sema na kujua wewe ukisikia kuna kitu mahali si utanitia. I feel like you have a strong support system, like people around you when you wanakujua, when you wanna wish the best for you, wanaweza kusaidia rather than getting you from strangers. Of course nilikuwa na work, but maybe job moja ndo nilikuwa na feeling home because I blend, because I used to meet people, you know. Hizo other gigs zilikuwa different places, nilikuwa nazido for money, yes, and everything, but yani haikuanga satisfying again. I feel like everybody, kila mtu ana need someone, no matter how strong you think you are, you need people at the end of the day. Mimi sidhani naweza sema hii statement yako haizinisaidia. Before I used to love money, I was like okay fine, I don't care, I am making money, but ikafika a point I don't even have time to enjoy that money. Unaweza kuwa una make hata 1M but you don't have time uende hata mahali ukae, you have a cup of coffee na hiyo pesa. Maybe unatumika tu Uber, maybe looking good your job, but you don't really like have time to enjoy your pesa when you're at vacation ama you with your friends and stuff. So I'm quite lost. Ulikuwa unafanya karaoke, and most of the karaoke I know zinafanyika maybe 3 days a week. Lakini still your life was so fast that I used to host karaoke na pia kuna hostess ya kawaida na kuna weekend. Karaoke happen Tuesday, Wednesday na Thursday sana. So Friday, Saturday, Sunday ni different gigs, of course the club
but ni still hostessing. Wow. So Kisii is a growing town. You mentioned something like you knew deep down yourself that lazima utarudi Nairobi. You'll go back to work. Na hiyo yote, the family that you created around you. Lakini Kisii ina grow. Na Kisii kuna places unaweza host karaoke. Have you tried that in Kisii? One time I was supposed to start hosting some time back, but COVID happened. But here, unaona napendanga place inani challenge. Unajua Nairobi maisha ni expensive. Inakuchallenging work even more hard. I felt like nikikuwa hapa sitakuwa naishi kwetu na kuja, so pesa niko nayo put into good use. I told you I work well under pressure. Nikikuwa penye life inanipeleka hivi. Hiyo mimi huchangamka, najituma baya sana by the way. Na hiyo time unajua sikuwa na many things that could do. Probably nilikuwa na sort mostly mambo ya fees ya shule na everything. So sasa hii sina vitu zinanisumbua, at least najua nikienda hiyo money. You used to pay your fees? Yes. Wow. Hiyo pesa najua ita go back to sasa music. Na like sasa nataka nikirudi niko more serious about music. Like kabisa kuna plans set in place. Inshallah too, I'm hoping they work out vizuri, but nataka kuinvest in music full time. Jupia, I feel like the main reason I take a break from music ni hawezi do music kama hauna do. Hakuna kutumia kama uko na a big name out there and you don't have money. Hata mimi nikikuja huku Kisii, people assume I'm always loaded. Hata nikikuwa broke, siambia mtu nipatie loan, juu anasema mshauri yako na do. Hata muziki lazima utengeneze do kwanza. Though videos are expensive, doing audios are expensive. Then ukikaa chini ati unasema maybe I'm talented, I'm just waiting for someone to realize I'm talented and help me. Nobody, hakuna mtu out there atakusaidia kama hauko aggressive. Go out there, put your craft, ujimarket. That's why niliamua mimi hata put out audios. Unajua that yani ni challenge tu nikiwork towards videos because sikuwa nataka kazi substandard. Yeah. So vile tulilipwa event nikasema nimepata pesa kidogo, ita act kama logistics. So nikienda kama kesho unajua niko na job mahali, nitakuwa na waki kwa na save. Next nijue nikiwork maybe saa 4 za movie na mtu nikiwork next nijue tena na get a new apartment because vile nililipa rent for a couple of months nikaona hapana ajibest. So nikaamua kuweka vitu zangu storage. Then nika sell zingine unajua cater for expenses. So sasa nikirudi najua naanza from scratch, but niko na plan. Najua first thing I'm doing this and that watu yani itajipa pole. I'm so positive and super spontaneous. Niliamka tu nikasema nenda Nairobi na nikaenda tu hivyo. Nikaambia watu prepare mentally. I am coming, we should have meetings from Monday, blah 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 blah. So you're on your way to Nairobi? Leo. Wow. And nikitoka hapa hivi, I am going. I am very Our girl is back to Nairobi. But sitakuwa na Kisii. I feel like sijui nenda survive bila familia yangu. Ani kwetu tuko funny by the way. Sisi we are clowns, tunafuata kwa na reality show. I feel like nikienda nitamisi hiyo kelele yote. So I'm just praying to God vitu zi work out vizuri. Niko able kama ni monthly kuona because wamenisaidia kiukweli. I don't think ninge-get better bila wao. Wow. She's so talented na bado anafikiria familia na anataka ku make it kwa music. Family is important. So hiyo talent ilitoka kwa waswali niza. Of course. Now there are a lot of us, a lot of these artists when wameenda huko nje and now I can feel kwa kile wase they were so taken na whatever they are doing in their artistry mpaka wamesahau familia. Wengine hata especially parents abande behaving you are still yourself. She's still Mora besides being a Shori. And whoever you are as an artist, wherever your kid is, tigango tuinyorani kuna artists nga you have family, you have yourself and you have the artist as a job. Nasema kitu. Yeah. Unaona watu wana assuming kama mimi I used to assume I naweza go silent for like a whole month because hizo calls na everything zilikuwa zinani disturb, so I divert them and then end month unapata nimetumia madhe do na fadhe. Yani people assume when they send you money it makes everything alright, by the way it doesn't. Na niliwaila sijui kama ni kwa Bible nilisoma hiki tu, but hauko successful ama hauko alive because you actually deserve it. Ile maombi wale watu wanakuombea, ile maombi ya parents yako. I used to think most times I'm like many things used to happen to me. Sometimes naweza pita mahali tu kitu yangu imeniambia tu nipite usiku asubuhi na nasikia mtu alinyongwa.
na kwa surprise. I used to think ati I am lucky when like naweza kwa bad situations nasaidika, but I read, sijui ni wapi nilisoma kwa Bible, but I read somewhere maombi ya watu wako around wewe ndo actually na kukeep them huko. So tunaweza dhani you're successful because you deserve it ama you work hard. You're not. Ni maombi ya wazazi wako na those people when you actually care about wewe because you are blood ndo imekuweka place huko. So hiyo pia ni lesson I learned kwa hapa hapo. Wow. I think the break was worthwhile. And being home pia imesaidia sana. I feel smart. Mimi na so create same za yani I am so smart right now. Like ile intellectual easy vitu za kawaida. Nime learn so many things. Tunaona na Bible study kwetu. So we are 7. It's mostly my mom, my grandmother, my mom, me, my 3 sisters and my small bro. So me I never used to go to church literally. Hata nikirudi nyumbani mamangu azinisumbua. Nilikuwa ikifika Sunday nilikuwa na fake ugonjwa ama nikikuja Kisii nikijua na kama Kisii maybe kuona na kuja kama Saturday Sunday nilale wakitoka church wakuja wanione tuonane alafu ni travel next day. So because I guess my parents realized hatupendi kwenda church. Unajua mkiko wadogo ampendi. So they made us kila mtu anakuwa anasikia kia kusoma Bible. So sikia pia kusoma Bible you prepare. You tafuta a verse ama whatever you're reading, you understand it, then you come unatupreachia, unatuambia wewe mtu akusaidia, unasema wewe as a person umelearn nini from hiyo kitu. So takunikuja kurushia watu. So ile tunakuja to Jesus wept, zile ziko marked kwa Bible, unaisoma, una understand, unatuexplainia na unaomba. At first I used to hate it. Ni yani nilikuwa na do to out of obligation, but with time nikaanza ku like. So pia nitamiss hiyo nikienda. Wow. I hope you'll be reading in your house. Yeah, on my phone probably. Yes. Wow. Ante tumote kiroga tera kwa ego kego shori okwa chagirdo por kugenda. Briefly, gwira na turato teinire ngaka detu ekaraga performance mashijade. Adate vinga kirare Nairobi who she's going to work with. The experience ekararoche president yegotenga kako ake chorus ekara tubuye tera ngakega. Togo jango terande. Alright. I swear. Got there the chorus area and plus other few things to that and comment about Shuri. Gendra ko kaka usich comment saying we are following to take the mokto manyenga. What would you like to know about Shuri? Na ndo no mseke omosini ni amejituma venye tumesema, and sometimes ukijituma sana and you're not guided probably na wala sangi kwa atachire you have ignored something kwa what talent mono kwa kentogete, but she's here confirm yako smarter zaidi and she's better, she's ready to face the industry in a better way kukuirenye face it. She's been on a break from music for some time now. Lakini she's great now. Nande one of the highlights to her next phase nganeria chakete ne EP ya six. Yes, 6 songs. 6 songs. And they are very very yani ni awesome vibaya sana. So ati nasema juu ni nyimbo zangu, but nimesikizisha watu wenye wako around mimi na si watu wa kusugarcoat. It's really nice. I put so much work into it. I'm hoping mtaipenda. So much good. To take a regenda, Akego, then we'll be back in a while.
chete yaba murai bisora sora inga cheti bari bawe kora kora bakwe rora rora bakwe mena mena. I ain't got their time. I like a guy who can deal with hangovers, around when I want him over, who can keep me warm in his arms like a sweater, stick around whenever weather. West side is where I hail from, boy, tell me if you got a problem. Inside, make myself clear. If you want, better disappear out of my life and let me move on and find my Mr. Right. A one night stand is all you need, boy, but I'm looking for a lifetime. Genda, aye genda, tembeza kiku, tembeza kiku, tembeza kiku. Genda, aye genda, uliza jobu, amabado, unyimi udo. Genda, aye genda, yeah, you had right, give me a genda, aye genda, tembeza kiku, tembeza kiku. Jody baby, I'm on my way, coming to see you, baby, 'cause I miss you, baby. See now they go my city on a lockdown, baby. Only option I got is staying, but I'ma keep on praying. I'ma keep on waiting, but it don't put a love on lockdown, baby. First time you text me, maybe, but I'ma keep on waiting. I'ma keep on waiting. You're miles away, but it feel like long distance, baby. I wanna break all the rules, come see you, baby. 'Cause I can't imagine not touching you. I can't imagine not kissing you. I can't imagine not teasing you. I want you to know that I'm missing you. This whole situation got me feeling frustrated. Oh yeah, yeah, yeah. Not a day goes by bila kukuwaza wewe. Hey, welcome back. Lero tukutubia tumieke so kwenye Kiswahili azenge ncho abantu baminto. She's not just a goosey artist. She's big. And you can go to a winning blaze. Vile unachocha watu. You're big. So much greatness in a small body. That's the best way to put it, probably. She's so great. People really appreciate it. Asante. Now, let's not be afraid of losing her to the world, because she'll be going with us. We are not losing her anyway. I want to go big. Yeah, big. she's growing big. So, probably, or interacting with go watch interview. We will want to have them also feel how much appreciative she is of them. So, Shorty. I have no option. Abantu baranyitwara soneliye ntoiga. Ona nje na domo na ile comment na tengunga ki motevia te. Nice. There we go. I think kana kwa chorus hii. Na nchi kama mbu na makwamba. Aya. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama. Wow! Hey, girl, you're talented. You're good. Thank you. No wonder blend wari kwa ugo trust ni karaoke. You're so good. You're so good. You. So good. Singing, we don't have a whole day here. I'll go. You might have an experience here on the whole performing Mashujaa, Mustura Kore Party, Nairobi. So, having made so many friends and family in Nairobi, you said wamekuwa support sana, wamekuwa na wewe, wana share links zako, wana advise about your music. Are you confident that you're going to receive the same kind of love and support as you go back? Well, kulikuwa na two crowds, ndio yani kulikuwa na ile
kuna wale wase wapo unajua legit, then kuna wale wase maybe tulikuwa tumelink up sababu ya kupata and everything. So the same at wote walikuwa na positive influence. Of course kuna wenye nilihave ku cut off at some point because hatukuwa tunasaidiana. Sometimes unakaanga chini unaona yenyewe when you ukikuwa away from people you actually get time to think na kuna huyu mtu alikuwa ananisaidia positively, then kuna huyu I don't think alikuwa na add much value to my life. When you move away from people ndo unajua vile wao kuchukulia. Sasa ile utoke hapo uende kama mwataka kuishi kwa ushambo vile watu wenye ulikuwa na hapo watakuwa na associate na wewe matters a lot. Kuna ile mtu anakuambia uko aje nikupeleke out, naambia niko Kisii, anasema oh sawa, uniambie ukirudi. They never maybe check up on you to know how you're doing and everything, but majority mostly watu nilimate through work, they've been really awesome and supportive. Na watu nili network with over time. Me, I am very talkative. I talk. Hata kwa matatu I talk. So I used to meet like so many people. Nashukuru that majority of them are good and they are very supportive. Hata nikipanga hapa nikitoa music, most of my friends never knew I used to sing. Nikienda ile job ya blending and incognito, I just went Mimi as a small girl who wants to host. Most even my DJs, they never really know I do music up until around 11 nilianza kukuja home. Like they never really knew, so for most of them ilitoka kama surprise. Na walini support vizuri, they actually listen to my music, they subscribe to my channel. Subscribe by the YouTube channel yangu ni mpya sana. Akona channel waambie inaitwaje? Ekoro Kushoti, SHOURTIE. Shori. Yes. Oh no, Shori, I believe I want to run Dizzy TV. Just like you've been supporting in Dizzy TV, yes. And you know this is homegrown talent. Yenye sooner or later tutakupata kwa inaitwa Vita what? BT. Nimeotanga sometimes nilikuwa nalalanga na otana perform BT. Nimeotanga hiyo kitu tangu nilikuwa mdogo nikikuwa kama high school. I used to dream nilikuwa na picture on a big stage, unajua tu kama BT nini. Like I want to go and go. Then watu na look up to, I love watu kama kaza na mimi napenda Tiwa Savage akiwa mama. Story yake ni very inspirational. Nimekuwa nikimfuata from hapa chini. Naweza sema ni role model wangu. Like nimependa vile amegrow, amedefy all. She's almost like 40. Yeah, she's like but bado she's still breaking barriers. Niliona juzi alimake debut yake ya US, like anabeba muziki ya Africa but anaipeleka huko nje. So naweza taka kubeba whatever niko now from here ni export pole pole. Nipande tu levels nikiwa huko nje. Can I say what I feel about you? Like unajua music wanasemanga is a language that everybody understands. Yes. The only language that you don't need to explain something. So there's a legend from Malawi mwenye anaitwa Chalamanda mwenye alikuwa trend. Mzee fulani alikuwa ameenda kuinterviewer, and then this interviewer was a musician and they ended up doing a collab or like a mashup. That guy is so good, very old like Mtukuzi but so good. Na wewe it doesn't matter the language you're singing. Good again, unaweza imba language yote. Kwa hizo main zenye tunasema English, Swahili na Kebusi. Mimi kivyangu I don't by any means feel like unafaa kujilimit by any means. Expand your imaginations, and one of these fine days and dunia yezi, the universe will not allow it that umalizie Kenya. Amen. You're so big. Thank you. One day tunakuwa na the biggest stages, sharing with the biggest names, the Tiwas of this world. Yeah, thank you. And the Beyonces kama watakuwa. So you're destined for greatness. Now we should be proud of this about Sibonsi story, because kani nzuri kwani iko nini. Shoti, there's something I almost forgot. Ukiwa wewe mdogo zaidi kuliko uko sahihi. You used to say unaambia boss na ukirecord kwa nini kwa studio unaendelea kurecord, and even you wrote one of the stanzas hapa hapo kaenda ukinini kama ulikuwa na haiko sure but you corrected it and maybe most of the times naimanga kama joke. Naweza studio sikuwa nataka kuimba, nafika huko naambia producer tukimcheza by this tuimbe, anasema sawa, then tukianza unapata tu mimi nilikuwa na idea huko but you flow. Then usually nasemanga wacha tu tuweke hii, ikitokea fit tutaiwacha, ikikata nitaenda home right. Then I have never come back to write again. Like unapata imekuwa tu perfect hivyo. By the way, sijui ni Mungu ama ni nini. Wow. Mungu amekupatia ni jokes, mimi banga kama jokes. Napendanga nikidu hivyo. Muka mtu. There's true talent. So I was saying something. Ukirecord in there especially, ulikuwa
una shida ukipiga unaambia tuliacha kidogo nipige simu naweza chelewa kidogo mama nakuja hivi and still you're that humble girl after even going over there na una nini. Recently we had a show moja you were there and you performed ilikuwa ya Small Little yes. Tumekubali yes tumekubali but still you were very conscious of knowing my parents wako sawa. I need to what like, you have not lost yourself even after all this long. I am their child. I am not married, so I have to let them know where I am. Nachelewa. I have to tell them sana fika home. Unajua mimi ni dem, sijui I don't know how other families are, but maybe wamenipatia hiyo freedom. So I need to let them know niko wapi na do nini. Yani they have to know everything that happens. Ni wazazi wangu sijaolewa, sina bwana mwenye niko under. Hata nikihama I am literally under them. I tell them niaje, I got back from work, nafanya hii na hii. Napendanga sina mtu wa kuongelesha, napendanga kuambia kila kitu na happen kwa life yangu. Oh, that's great. We have a very good relationship. I wasn't close with my mom kitambo, but when I came here we bonded, so we're like best friends, we share stuff. I used to be so close to my dad. Mimi hata nilikuwa na boyfriend na babangu mwanzo because he was so cool. Na madem super na mababa zetu. Yeah, it's not. But sasa hiyo love iko 50-50. Like I'm cool with my dad, but sasa because he doesn't spend much time na sisi, I'm usually with my mom. So but I make sure I let them both know I am going somewhere, I am doing something, this and this is gonna happen. Tuko tu very transparent kwetu. Oh, I admire that because kuna watu wanasemanga pesa kidogo umeanza wazazi. Lakini umeshinda 100k ya Blaze. Umeshinda skin straight up. Alafu umefanya hizo kazi zote Nairobi. You're so talented. Thank you. But still you can really acknowledge that these are my parents. They brought me up well, so lazima ni. Kuna wengine tunakuja hata hapa Kisiama hata Suneka. Unajulikana Suneka alafu unapiga kelele unasahau wazazi wako. So that's I see how hard wamewako to raise, they struggle so much. So I feel like the least naweza do because saisi iko in a position ya kuwasaidia fully is actually respecting them. I feel like hiyo ni inazidi pesa yote. Oh, so, yeah. That's true. So to my next question. You made it to the Mashujaa caravan. Yes. Sijiniita caravan ama ni nini? You are how many artists? Kwa pop secular tulikuwa kwa hii pop repeat tulikuwa 11. Then the 11. Then the other side walikuwa 12. Right, 11 days mliingia kwa 3 minutes 34 seconds. Imagine. That's great. Wow. 11 and I saw some faces I did not see others. So I wonder how did you end up there? What criteria was used? The best thing na hii Mashujaa Day haikuwa because niko sure most of us tungemiss hii opportunity. Hapo anakuchagua because you're popular. Ilikuwa equal playground, like everybody kwa hiyo squad, everybody had to audition na watu wanakujudge ni watu wa PPMC, they don't even know us. So wanakujudge based on your talent. Na ungeenda huko perform at song yako playback, they actually played it live. Unaenda huko unaanza kuimba, wana get your gist, then they play the piano live, unaimba song yako, wanakupandishia kiwa kishukishi kama ni rapper, waone vile unaweza work under pressure na kama unaweza play live music kama unaweza perform live. So ilikuwa an equal playground. Na sasa kama mtu aliignore hiyo call haungege. Mimi mwenyewe nilichukulia kama jokes. Niliona kwa status ya Makubamba nikamuuliza nini, akasema the audition ni watu wakuje perform Mashujaa Day. I was like okay fine. Hata sikuwa najua main event ina happen huko. Nikajichocha tu nifanikiana na marafiki yangu, nikamwambia Fari nimesikia kitu na hii na happen. Akaniambia yes kuja twende. So we went there, nika audition. I didn't even know they were gonna pick me. I just auditioned. Then after audition, because kulikuwa na wasanii huko wengi nini I have never met. So nikaamua tu kupiga story na watu mpaka time tulimaliza event tukienda home. So I got their text, is it like a week later? Ati nimeingia, ulikuwa una audition tu, unaacha jina yako na phone number, details zako. So you don't know if they're gonna call back. And there were so many people. Then here audition ilikuwa eye opening because I saw, yani unaona mshosho anakuja ku audition mbabu, you know. Paka I was like, yani all the people there ni mago-getters hivi, afu mimi kadem kadogo. And mimi nilienda kama joke, but vile nilifika huko niko na watu wa audition, ili change perspective yangu. I met very different people, they told me their stories. It was awesome. So hata kama probably singechaguliwa bado ningetoka huko na something because I actually ili change perspective yangu on life and so many things. Wow. So nili audition tu sikuwa najua nitaitwa.
Then they called me, like they sent that text like a week later, but hiyo siku hata walituma akili yangu ilikuwa mbali. I had a problem at home. We had cops coming and harassing us, kutushia tear gas kwa compound and everything. So hata vile text ilikuja haikuwa good news, nili-internalize the next day. I was like, okay guy, I was chosen for this thing. So hata kama I had a bad day, at least Mungu alinibless na hiyo good news. Yes. Then from there sasa ndo tukaambiwa tumechaguliwa, then they grouped us. So vile tukaambiwa ndo wamechaguliwa. So tulikuwa tunasema tuko 11. Mtu wezi imagine watu 11 wanaweza fit kwa song ya 3 minutes. So si tukakaa chini tukaona, because we are going to represent Kisii and everything, tukamit, we decided let's do one song. So we went to studio, tukakuta heads together, then we did that one song. Lakini lazima pia ungetuma song huko ndo unajua kuambia kama ni fit. So tukatumia, and they were amazed. They were unexpected. So that challenge. So hii song mmewakia without PMC like yes, on our own. It was just the artist na producer kwa studio. We met, we said we are gonna meet this day and this day, so mtu na clear schedule, tukakuja tukairecord kwa studio, then tukatuma. Alafu sasa vile walikuwa surprised, waka approve. Sasa challenge ikakuwa working on our performance itoshane hiyo wimbo, you know the song is awesome and everything. Sasa working on hiyo performance, hata video ati nini na nini. Mtu kama Babu is very creative, so mambo ya videos and scripts, some of the things he came up with. Nivo sisi we did everything, you know, audio, hizo mambo za video, mjifikirie script na everything. This is tukapresent uko, so job yao ilikuwa kuverify, kusema this is good, this is not good. So challenge sasa ilikuwa kufanya performance yetu imatch how awesome the song is. Because kama mimi vile nimekuanga off hiyo perform, I was so rusty. My performances was so rusty because sisi we just thought, unajua yo mnaenda huko mnaimba, unajua uko mbele kupiga playback nini, tukafikishwa huko popo, have to learn dances. Some of us were terrible dancers, but we had to learn because ni a whole production. So inaanza na choir tukuja iko bado, inaanza na traditional dancers. So amwezi simama kwa uwanja watu dance mbele yenu. You had to learn to move. The next year contemporary, yani we had to learn those things, to learn transitions. Then the performances were timed, so we had to do that for like 3 or 4 weeks. Paka tukue perform. Mimi I lost Saina kama mtoto. Come on, before you got the preparation. So you worked with Dr. B. I will not ask you about Dr. Lisa. Umefanya kazi naye for some time now. So how was it to work with all these other guys? Like you worked with Makubamba definitely. I know Babu because I used to record with Augusto, so we used to talk, we hang out sometimes. There's Ali Butterfly. Ali Butterfly is new. Sasa nilimjua siku, but he's a very nice guy. I was very happy to see him on that song because I think one of the youngest or late when you wamekuja juzi. Yes, hata Vikian nilimjua around hiyo time. Yani it's funny how to meet on the first day we met, sisi wote tulikuwa strangers, but I really like besties. We used to hang out after practices and everything. It's so cool. Most of the only people sikuwa najua hapo ni Timoyan na Vicky Young. Timoyan is based in Nairobi, yes? No, here. And Ali Butterfly. Personally, Magi Samis nilimjua because alikuwa ni artist wa New Home and I know him. Or then kuna lady anaitwa Martha Bosbury, she does gospel pia. Huyo pia nilimmeet hapo. Martha pia ako based wapi? Personally wewe. But ni Wanyamira. Timoyan na Martha Bosbury. I think they are the only artists in that song as Gamit. Speedix, I have been friends with Speedo for, I love Speedo. I have been friends with Speedo for miaka ngapi? Speedix since nianze kuimba. So he must do experience. Ilikuwa tu ni kubond pia, but how was it to work with all these people? Niambie. Okay, did you go to studio alafu tulifika huko tukasema lazima tukaomba. Tukasema lazima tutoe ngoma kali. So watu wakapeana maybe topics wenye walikuwa wanataka kudu verses, so wakapeana maybe topics wakave wakajipanga tu wenyewe, then mimi I just decided to do the chorus. The chorus is a bridge. Is it called a bridge? Yani ukianza unaanza na nchi yangu jikula. Well, is that part of the chorus? Yes, that's a chorus.
ni theme ya mashujaa this year ilikuwa nchi yangu jukumu langu mimi ni shujaa, na hiyo kitu lazima ingekuwa repetitive kwa kila mahali, so lazima nikikama leo melody na everything ni dreaming inaenda to put kwa hiyo ndio yaonekane sana. Hiyo ni theme like literally, so that's really happening for us. Tuimbe watu wajue ni mashujaa. The theme, you know, people usually think mashujaa is people who fought for independence and everything. Of course we appreciate them, but nowadays tuna mashujaa. Right now we have corona, kuna doctors wana put their lives out there kutusaidia, kuna mama mboga na hustle every day out there to provide for their kids, there's teachers who teach, there's wanamuziki who entertain people, there's sports people, yani watu people work hard so out there ndo provide for their families, ni heroes. My dad is my hero because he actually works hard for city. My mom is my hero. My church is my hero. Like tulikuwa tunataka ku appreciate watu tuko na wao. Nchi yako ni jukumu lako. Wewe ni shujaa. You as a person appreciate yourself, appreciate the people who make life easier for you and all that stuff. So hiyo ilikuwa theme. Nilikuwa study, nilikifanya kazi yangu tofauti. I was recording for Dizzy TV. And I saw people wakati wengine walisimama, they are happy. I saw people, kwa hiyo as their president, next. I saw big people, MPs and stuff, wana hug wakilia. Like that song ilspark patriotism ingine ama kitu fulani yenye ni really every message that came out of the song. And now tulitaka kitu watu watarelate nayo. Hii project watu walizijua, but in a way it was so personal, ilikuwa opportunity big for us, so we wanted to make people feel vile sisi tulikuwa tuna feel tukirecord your project, tukishoot video. Like I feel like muziki poa ni ile yenye people actually relate to na wana feel. Mimi na mtu ana feelings na kanga watu wakifeel kitu na communicate kitu naimba. Sieti ruka tu malize. Tulikuwa tunataka have fun, but bado kitu mnaweza sing along na you actually relate to, na uwe proud kusema isipiatile yo sorry alafu umemaliza hivyo. But there I was so personally nilikuwa ili get off balance, but again that day I was very keen to know how watu wataipata venye niliipata, so I listened to the song a few days before the event. So niliona Ruto na Uhuru, they are dancing and they are at some point they are doing this wenye nazienyu. Yes, we wanted simple choreography, we wanted dance tunaweza do na tuko able to sing na kitu watu wanaweza do, because you know we are like kulikuwa na 180 choir members, I don't know, is it 100 dancers? We were so many people in that field, probably like 400-500. So kitu sisi wote tungedu huko mbele, yani kwa kitu uniform pia, simple. I realized like tutakuja kwa choreography, but niliona wakifanya hivi, then mtu ni kama anasikia kitu and then anahang mkono, ama alikuwa na club and then anasikia kitu anafanya. Yani, so there was the message and the vibe and everything. Tell me, so everybody wrote their own stanza? Yes, everybody did their own part. Kama ni verses, people did their own parts. Wow, that's people are so talented out there. We worked equally hard. I don't think hatukuwa tunataka umami watu wakifanya wimbo wanataka kuosha, na tulikuwa tunataka kila mtu come through kivyake, ashine kivyake, because I think kila mtu kwa anadua different style ya muziki, so kila mtu alikuwa ashine tu kivyake individually, but pia ikwe kitu fiti. That's great. Unajua wakati wazake kuzinga mbeba nyingi jana kwa ikimongani, but I think the product is wrong. Mimi ngoma zenye imefanywa na watu wengi, I have 3 songs zenye naweza kuambia zenye ziko hiyo level sasa. And this is from me. You can correct me anybody. But Kigoma, yes. And then ile ya Michael Jackson na we are the world. Mimi na watu wengi, and then this one. Yes. Those 3 zinakaa ni kama ziliandikwa na mtu mmoja, and the intention and the feeling and the motive and the energy and everything inakaa tu same. Iliandikwa na mtu mmoja akaassign wewe shika hii, shika hii. Kila mtu actually aliandika ya part, ilikuwa joint effort, tunaambia mtu mimi hapa tu hivi. Like tulikuwa tunasaidiana, tulifanya na we wanted to work together. Na unajua to work together
lazima kitu itoke fiti. We wanted to make sure kama maybe mtu akiandika kitu tukiwa nice yani kwa tunasimamia hii na hii like ilikuwa joint effort ikatoka hivyo. Then pia watu wa PMC wakisikiza wimbo maybe kama walitaka tuongeze kitu kama hizo melodies harmonies and everything, ama producer afanye kitu kwa beats nini, they used to tell us, so ilikuwa a good experience. Big up Dr. B, big up all the artists waliofanya hii kazi. Yes. You made us proud. After the other side, then we also bonded now to the other side. My favorite person is Otiso. Nilikwambia jana. Yeah. Okay, I love Otiso. Otiso is so nice. We used to be so exhausted, but he would make us laugh. He's so dramatic. He doesn't discriminate. Ati sisi ni watu wa secular. Hata anajua nyimbo zetu, by the way. Anazijua. Wow. He's Otiso. like msee ni heaven sent. Paka vile tulitoka ilibidi nichukue namba yake. Yani he's so nice. I mean sio mzee kutuliko, but I feel like he's a bigger brother. Ni msee alikuwa na tu. He's funny. Yani nilimpenda tu. And tireless. Yani anaweza akona energy anaweza share na wewe. Yes. Kufanya hiyo. So let's go to the preparation. I learned it was not easy. By the way, not something like people think it's so effortless. We used to practice every day from 9 to 5. Na tulikuwa tunachoma na jua. 9 to 5. For how many days? Yes, I think almost a month. Tushaikuanga tuna break once for 2 days. Zilikuwa zinafuatana na ni juu stadium haikuwa imekuwa fiti, sasa ilikuwa inatengenezwa ndo USC mchezo kuperform before day. Manze. His Excellency the President of the Republic. Kwanza mimi nimekuwa mosi sasa, tulichomeka tukapata sunburn, tuka lose weight. Yani Wow. Manze. Like close to a month of practice. No, hizo moves mko in sync, vitu zikuwa kama ni 20 minutes, ikipita hata 1 second hivi tena mnaanza fresh. Like those people are so professional. Even those old mamas wako huko nyuma, hata tukiperform wezi simama, they had to learn moves that kama ni move simple. So choreographer alikuwa na job ya choreograph wale. It's like 4-5 groups here to make sure we are in sync, we keep time. Unakimbia yani my friend. So our watu wa traditional dance wa kidansi mlikuwa in the background. Na huko nyuma tusimami Ndio crowd iko hapo mko. Sio not those same exactly moves, but we had moves we had to do because unajua HF kika huko juu and one the whole field, so mwezi kwa amesimama ndiye atashindwa idlers wa huko nyuma ni nani. Wale wamekuja kufanya nini? Because ilikuwa a whole production imeshikana. Tungekuwa tunafanya sisi tuimbie dancers wamalize tukuje on stage and get take too much time. Now they needed everyone to perform before the president. Then before we actually performed for the president, as much as we do song ikaingia mashujaa, we still had to be auditioned. Kuna visitor PS anaitwa Mr. Kivich, I think ali have to come aone vile tuna perform, ndo angekataa by the way tunge performia president. So after hizo weeks of practice, hiyo Monday we had to present before him, then on Tuesday we had to present at officials wa kikuwa county officials na governor, then either the last few days we had to do dress rehearsals na watu wa army. So mtu mmoja anapost kama president, the whole thing inakuwa time mpaka akae mpaka hizo mambo zifanyike, yani we did rehearsals. Nashtuka na hiyo protocol ama timing yenye inafanywa. Anything ina present kwa president nilijua juzi has to be perfect na hiyo same time ikizidi, because unajua watu wametusimamia pia wako under pressure, so tukizidi time ama tupitishe time wao pia wangeulizwa. So we worked really hard to make them proud, ndo wasione kama item wameinvest kwetu and all those things yaikuwa for free. Na ilitusaidia kama mimi sasa naweza sema I am a good performer, like I am better. I was so shy. After umefanya hiyo sasa. I was so shy. Nilikuwa nadhani nitaenda huko mbele ni faint. Nguvu zilikuwa zimenishia kwenda hapa kwenda chini. Ani nikikuwa huko nyuma nikidance nilikuwa naisha na kufa kindani. Mle nilifika huko mbele sasa nikasikia naisha. But at least alafu hiyo wimbo yetu kianzanga tu hiyo psych ikishaingia kwa mwili sasa unaacha kuogopa, you just enjoy. You feel it inapoingia. Nilishtuka sana after umemaliza few minutes like wanasema sasa let me the presenter the MC. Unajua kulikuwa na MCs wengi hapo. Then wanasema let me now hand over to Kimeto and to welcome welcome Air Force wapite. Yani immediately akimpatia hivi as if
hizo vitu ziko timed, everything was so wale waliambiwa pia you should fly here. Kuna hizo radio communication, I tell you hizo vitu zinaplaniwa, so lazima time iko same, everything iko done na precision. So shout out watu wa PPMC. Mimi I didn't know things are done like that. Those people keep time. Kama ni 20 minutes, kama unaanza 10:35, kama ni time unamaliza. Kama si tukimba tukiswitch places na watu wa nyuma, maybe ni 6 seconds hivyo. Yani so who are training you? Who are the guys? PPMC ni organization mzima, so iko na choreographers, iko na ni watu tu, ni a team of people wanawaka under PPMC. So tulikuwa na choreographer yetu alikuwa Dr. Slide, I think anakonga mwalimu wa sarakasi. Then kulikuwa na watu wengine kama kina Easter, Tibin, so many people. So many, yani ni so many people. Omosh, alikuwa kama Mr. Omosh, Isaac Omondi, I think. Walikuwa sana tusimamia. There were so many people when walikuwa na make sure kitu ina go. They walifika Kisii before. Ilikuwa team ya so many people, but they were good to us. Walibecome family in a way because walikuwa wanatusikiza, wanatuambia do this and that, wanatumotivate. Now we are looking forward to the experience must have been something else. Yes, it was something else, definitely. Wow. And now, so tuongelee hiyo siku sasa. Okay, you've lost weight. You've a month of that kind of energy. Now practice that much. Si mchezo hata kidogo. Na with the kind of responsibility imekuwa kwenu, you need to represent Kisii, you need to make the president happy. You have to like vitu mpya amjaiona, but still you delivered and it was big. So let's come to the day. Mmeshika hapo, nimemaliza. Sima ngoma imeanza. What was it like? The president was not a few meters from you. I feel like in a way tulikuwa less nervous because tulikuwa prepped for it. Have to perform for PSKP Chona to like Mtara, kulikuwa na hiyo nervousness, tukadrew dress rehearsal na military na everything wakipita huko. So I guess in a way ili to prepare hiyo nervousness ikashuka kiasi. So ilikuwa experience. And of course I guess the crowd yenye mlikuwa nao kwa uwanja. Then sasa vile at least walisimama tuko na enjoy wimbo yetu, so tukakuwa na. But the president was the first to stand up. Yes. How did you feel? Awesome. Nione Uhuru hivi nampofumia na amefanya hata hivi na ameketi. Unajua some of the times unapatanga watu wanaperform wako hivi kama anaongeleza mtu anafanya nini, but ila alipay attention to the end. How did you feel? We felt so humble. Ilikuwa a very humbling experience na we thank God. Na pia watu wa Kisii for support walitupea. I don't think ingekuwa possible bila wao. Then of course yani ni Mungu tu, by the we never haijawahi happen before, so we never expected that. So ni Mungu, and we believe our hard work at least will pay off. So at least next time mtu anakumbuka Kisii, anakumbuka hiyo ndio ile place watu waliperform president akasimama. Yes. Yeah, people are so happy. And now as we come to the end of this show, yes, nasikia mliomoka. Mbona watu wanasema tuko na pesa? Mmeanza kututengenezea memes za pesa kidogo. Well, wali to appreciate vizuri na I believe mtu ukikuwa responsible na whichever amount alikupatia utamake something out of it. Basi watu tuliomo. Unajua kuomoka ni kama umelipa 1 million. Nusu milioni mapesa hivi. Wali to appreciate for job tulido, wali to compensate vizuri. Sasa ni about sisi it's all about us kutumia hiyo platform tulipewa ku make something out of it. Unaona? Mtu hawezi kupatia jembe, akufunze kulima, akufunze kuvuna, everything. Yani ni stepping stone. Walitusaidia in a way, whichever way waliweza kutusaidia na wakatupia platform. So from there, it's upon sisi as artists to go out there na kuwork even more hard, kujiendeleza. Mtu asikusaidia na kitu kidogo, alafu 2-3 months down the line, you go back to them saying, well, I need this and that. Sasa mtu akupatie 10k, if you're smart enough, itakuelevate kidogo. You get. Oh, that's great. Yes. And you mentioned something earlier that from what you are given,
Mimi nilisema yani na sisemi kwa ubaya, but tangu nikuanga hapa, people approach you, they say you're talented, I want to help you, then they don't help you. Nikasema nikikaa chini ningoje watu wanisaidie, hawatanisaidia. I really pray to God mpaka nikamwambia Mungu, kitu kilipwa hivi yani unisaidie tu, nilipwe pesa poa ni invest. So vile nililipwa hivi, I just put my money in M-Pesa and nikatumia, nikatuma place nilifaa kutuma. Najua nimekuwa supposed to shoot video zangu za hivi, budget yangu ilikuwa big, basi kwa hata na 1 bob. So ilikuwa kubwa, like too much money. I need yani so much money is on and everything, na sikuwa na. So nikasema pesa kidogo nimepata nikaibank kwa hizo shoots zangu, hata kama ni pesa kidogo. Pia I thank God niko na watu nimejuana nao for a very long time, mko kwa industry, people owe you favors and everything. Hiyo pesa kidogo tutaenda tukae chini to budget penye tutaweza tufanye shoots, because they're usually very expensive and everything. So nashukuru yani penye itanisaidia kidogo, inisaidia ni push. Naweza pata hata jobs, naanza na job nitasave up, nitazidi tu pole, but niliona instead of kungoja mtu anifanyie kitu, because nobody, na pia mtu akiniambia atanisaidia na asinisaidie, sifai kukasirika because no one owes me anything. It's their money at the end of the day. So kama wasinisaidia na mimi niko na uwezo kidogo ya kujisaidia, mimi niliona hii investment. I believe in my music, there's people who believe in me. I have people wenye wamenisaidia for a very long time, wenye at some point nita need kulipa and all that stuff. So I'd rather ni invest, ni hope for the best. Nitaomoka tu sijui, labda nitatoka kesho na upate nimepata job tena, si club hajafunguliwa, but niko sure nitapata tu job soon and itanisaidia ku fund the rest of the stuff. Wow. Umesema earlier you mentioned something like that makes me ask you this question. You're not married, of course you're a kid. How old are you, by the way? I just turned 23. Oh. With a baby in studio. Baby. Mtoi. Una date? Ama bado bibi yake haijafika? Niko tu. I am happy. Nasema niko happy sahi. Napenda vile life yangu ina go. Mungu amefanya kila kitu ihappen accordingly. So sahi niko 50. Niseme tu I am happy. Nikichukuliwa mtaona nikipost for example. Who loves snooping. Niko tutaka kujua story. Nakati wangu amekatiwa cha ukweli na nakatiwa. Niko tu nakati wangu sana. Anakatiwanga. Yes, niko tu. I'm still a free agent. Niko tu for some. Wenzetu umesikia. Yuko tu na anakatiwanga tu, lakini yuko tu. So, you mentioned something that I want us to really give some enough weight. It's not easy, it's not cheap. Si rahisi, si cheap. Si kama kununua maembe kufanya music, from audio to even dressing, and I realize you have a good taste, by the way. Leo sijavalo, niko tu jina travel, but napenda nguo sana. But you have a good taste. Si kwa leo peke yake, na ni gushi. So mnadanganya ni mtumba. No, okay, hii ni mtumba, basi tuende kwa mtumba. And you have a good taste, I know. Thank you. You're beautiful. It's not easy to keep this. Make sure you have a good recorded audio and a good quality video. It's not easy. Logistics cheap. So, najua hata mimi nikitaka msaada najidoga kuomba, lakini najua we need help, we need support. All of us we need support. Leo niko kwa hii side nyingine, ndio maana naweza ongelea shoot. Siku nyingine pengine ataniongelea. So story ni brothers and sisters who are watching and you think there is something you can do to support this talent. Mwenye Sita represent Gusi peke yake. She's a Kenyan icon, and if she is supported the right way, sooner or later tutakuwa tunamcelebrate kwa Grammys, kwa hizo zote. Amen. So, and she's got talent, you know that already. Wambile channel yako vizuri, wakumbushe channel yako. Niko na channel mtoto ndo inamea. Inaitwa channel yangu inaitwa Shori ni SHOURTIE. Mnaweza subscribe, msikize some of the audios nimepost, tuko lyric videos, fun videos. Hopefully from hindi tuko 20 something. By the time the other month ina start, nitakuwa nimeweza kudrop hizo new videos inshallah. Na kuna EP recorded na so kwa hii pesa alipata kutoka kwa Mashujaa already shai
channel yote. You mentioned something like uliniambia jana kando hiyo mention hapa kwamba uliweka M-Pesa tu customer. Yaani vile iliingia hivi, nilisema God, thank you. Yaani vile pesa niliweka tu kwa M-Pesa hivi nikatuma, nilikuwa msema nikamwambia, "Wewe nimepata pesa kidogo. Can we meet next week tuone vile tu tunaweza budget, tujue itatosha videos ngapi?" Akasema sawa, nikatuma hivyo. So nikitravel leo, kesho kuna kitu na do, then Monday I have a meeting, ndo nijue sasa vile nitashoot hizo videos ni ngapi zitawezekana, then from there nitajua way forward. But I really wanted to do videos because you notice kwa channel yangu nimekuwa nikipost audios. Videos are expensive and everything, so vile nilipata pesa kidogo vile nikasema hivi naweka kwa video, ndo at least unajua tu ni sura. I meet people, kama I went uko kwa lunch or nika meet some lady, she's like, "Guy, wewe ndo shori." Akama, "You know, I've been listening to your songs but I don't know how you look." Nikamwambia sasa ndakuwa natoa videos like nataka watu wajue sura vile unajua mtu sura na sauti yake. Sasa people know my voice, I want them to know my face. Yeah, yes, niwapatie at least your brand ya sauti na lezi patani. Yes. So brothers and sisters, mali mko hapa usivami mto and whoever is watching, my point is usimto yame nini ametulia ati akuje kutolewa mali kwa support mtoto anajituma bado, and she's so talented. If you don't believe me, you go to her channel Shori and check out and ulizeni kitu nataka kusema next because it's serious. Let's support while we can. Tusiache tupate mtu kesho ama kesho kutwa hajafika mahali alikuwa anafaa kufika. We are not as proud of her as we should have been because I miss ile kitu kidogo anaweza support. Even a text tell her that you're great, even following up what's coming up next, even sharing the link, even sending something, or even sponsoring a music record audio ama video. It will go a long way in building her journey ikuwe kitu yenye ungetaka yeye akuwe. So she's talented just like most talented artists wako hapo nje. Asante. Watu supportiana. Akona talent, anaweza kosa kitu fulani mahali. Anajituma, anaweza kosa kuappreciatiwa mahali, but kama wewe unaamini vinyi naamini, just go to her channel kwanza, share your link. Mwambie kitu positive. Na nataka ku request Shodi, because I know we have so good fans from all over the world. Wenye wanatusikizanga, wenye wanatuwatch. Yes. I believe somebody will come through in whatever way, even just a call and say hi and positive. Na tusitumie namba vibaya, nataka kuambia namba. Na tusitumie namba vibaya. Talk to her, write her something positive and give her something if you can. Yenye akifika Nairobi azishuti ngoma 2-3 na hiyo pesa ya Mashujaa, alafu arudi tena kwa ile situation alikuwa. Akona EP ni kuambia EP ni nini? EP ni extended play, ni kama 4-5 songs, ni kama nusu ya album. But mimi I love telling stories and I feel like I tell them better through music. So nilikuwa nataka tu, unajua, ni stories about mimi na pia ni about vile nime grow up, like ni tu nilikuwa nataka reintroduce back because nimeteka break, nisikujenda kifingo kimoja nipotee. Nilikuwa nataka nipe na projects zinafuatana back to back hivyo na zikuwe quality stuff. So ni vitu nimeteka a lot of time ku work on na hopefully what enjoy kianza ku drop. That's great. So to support you. You've been supporting us as Ndizi TV. You've been supporting so many other artists. Huu ni mtoto mwenye pia wale wako majuu na wa request kina Baba Jaiki, kina Boaz, kina Mugire, kina Change and all the other fans wenye wako majuu. She's worth it. Hakuna nyimbo za Kikisii na zinaweza apply to any audience in the world. So it could be possible that next maybe after EP na after hii corona imepungua vizuri, mtamuinvite kuja apige shows hapo majuu, then vitu zitakuwa poa. For the meantime na kuomba upane namba, so I believe these guys are so good na wata come through in their own special ways. Okay, my number is 0792332406. Narudia tena 0792332406. Yes. Wow. Hiyo namba itaandikwa tu hapo chini, nadhani ushaiona tayari, and itumie tu kusema something positive. Asege ndo kile kiate to support. Kama ni nzuri. And even your 1 shilling, even your 20 shillings, even your isi mchango na itisha, but support if you feel it. Yeah, kama umemfeel wenye namfeel,
tusapotiane so that aba gusine ntutuikas toko tabanga wajumuzwati ulioniga ore Grammy Awards. Hata mimi kwa safari yake nilicontribute. Hata mimi kwa safari yake nilikuwa subscriber number 2000. Nilikuwa subscriber, nilisha content yake, nilimpea 1000, nilipea fulani. It will be a beautiful story to be a part of. So, Shodi. Say something to your mother and father and your siblings. Oh yeah, my mom and dad. Now I appreciate sana. Singekuwa the woman I am right now, I'm still a baby, but singekuwa the person I am right now bila wao. Na appreciate how they support me. They always listen to my music. Wamenifanya a better person both spiritually na intellectually. Na my siblings pia nawapenda. I mean, we have a small fights and everything, but we are cool. They make me happy. And I can't wait to make them proud. Wow. Yes. Nilikuwa nafaa kuuliza mapema, which artist do you want to have you worked with and do you want to work with from Lucy especially? Wait, niliwahi sema hii before kwa interview. I really love Speedix. Huyo ningewekewa tu gani kwa kichwa niambu nataka kumbana nani nitasema Speedo. Na Swati ni juu ya friends ama anything, but I feel like tuko na connection poa sana. Wengine nishawak nao, but huyo ndo mwenye nataka kabisa na sijaipata. Time stars ikialign tutawak. Na Otiso, sijui tutaimba nini, lakini lazima tutaimba na Otiso. Jana niliona Samora akisema anaweza taka collab ya Faith Stan na Vicky Young. Hata hao watu wanashindwa wataimba nini. Oh yeah. So, but wewe na Otiso you will find you're a believer. Trust me to make. I have a gospel song in my EP and it's really good. Sipendi kuimba vile watu wanapotingi Bible, but napenda tu ku wimbo inatoka kwa roho kama hiyo. Ni sign nimeanza kuamini watu wakisema God spoke to me. I don't know how he spoke to me, but that song just came here. I went to do something totally different kwa Dr. B. Kabla then nimeamka leo na idea fulani kwa kichwa, is a gospel song na kitu inanipush to ni record, and we did it and it came out awesomely. Ni worship song naweza sema. But it's really nice and it's in my EP. Oh, it's in the EP? Yeah. I can't wait. Iko na kila kitu EP yangu, iko na kila kitu. Imagine. Shirley is doing a worship. I can't wait. Everybody it's actually my dad's favorite from my EP. Oh, yes. Wow. Probably it's going to be your favorite as well. So, my other thing I want you to say ni kuna watu na look up to you. Najua wewe umekuwa around sometime, ulianza mapema, ulianza ukiwa mtoto sana. Yes. And there are people coming, kuna watu wanaocha hapo wanataka kuwa kama wewe, wanaelekea hiyo safari. Tell them something small. There are some girls here when you are going to industry already and maybe they'll be wasted off. Wewe umekuwa na experience ya miaka ngapi tangu 2018? Wow, is it 2018 2015? 2015. It's almost like 5 years. Nilikuja 2016. Nini ndani ni 2016 na? Yeah, 2016, but kama agenda ni 2015. Okay. Yeah. So, where at least you've garnered some experience in unaweza ongelesha mtu fulani ama yule mwenye pia na struggle kwa industry ya kumpa moyo. Mimi naweza sema as a day mjua value yako. I feel dunia ni funny. When I used to live here, small things used to like excite me. Then you can go out there, you can learn there's more to life. Unaweza kuta kidogo umpata mat kwa traffic, unaona kidogo kina drive Range Rover. Mimi I like the finer things in life. I feel like that's why I work hard more. Then as I feel offended mtu akinifanyia kitu before nijifanyie, kama mtu anilipie flight before nijilipie. Mimi naweza ambia mademu wajipende. Know your worth, usiwaji undersell. Watu watakuswitoka hapa nje, they'll tell you things that will never help you, especially kama wewe ni fresh meat kwa industry. People sijui wanaumu betting ama nini, but people always want to maybe use you. It's very rare upate watu wa legit. Na I feel like ukijirespect, mtu anaweza kuambia kitu ama atake kutumia vibaya, ukikata ataringa. But kama you're very talented, at some point they just decide to let it go. Na wanarudi wanakurespect, wanakwambia enyewe tufanye kazi. Ni know your worth, ukue prayerful by the way, na ukue grounded, na practice makes perfect. I wasn't mtu anaweza dhani nikitoa agenda I was good, but I wasn't like as good as I am right now. I feel like the more you practice, the more unakuwa na hamu ya kulearn, you actually know things, listen to different people.
kuna ile 10,000 hour rule ya Michael Jackson. Practice. Ukikaa hivi ndio udhani utaamka andike hit song ama uamke do something brilliantly, it doesn't happen. Omba, practice na jiheshimu. There's more to life out there. Kuanga ambitious. Mimi I am way too ambitious. I know it's annoying to other people because wanashinda dem akili yake nafikiria ngaje, but mimi I dream big. Like I want to achieve bigger things in life. Nani nataka ku break stereotypes. Yes, I want to go and yani nataka kujiutilize. Then wanasemanga hautakuwa hot milele. Unajua sisi madeni ni sura inauza, mtu asiwe kudanganya. Hata kama you're talented and everything, vile unajibrand as a person. Chance, ukipatanga chance, maybe light imeshine on you for a moment because it's not gonna shine on you forever. There's always a more talented person atakuja after wewe. Make sure you utilize that, maximize, tumia hiyo platform, hiyo opportunity, put music out there, make sure everybody knows you, do quality stuff, like do everything. Unaona? Yes, yani kuwa smart. Tumia ukipata spotlight kidogo hivi jijaze hapo, tumia vizuri, kuanga super aggressive na maintain a very good relationship na watu I guess around wewe. Mostly creatives, network, talk to people. Me, I used to talk to people I have never worked with for like years, but we are cool na just saying kwambeniaje, can we do this and this and that? When this menu day more aggressive, we love her vibe, maybe you can do this and this with her. So something like that. But muhimu kama dem ni mheshimu. Hiyo ni mimi hata nikitoka hapa nilikuwa virgin, sikuwahi fanyanga kitu na mtu kizi. By the way, nikienda because nilikuwa najua nikianza kufanya mavitu na watu nitapotea tu ka story katanifuata. So nikasema tu acha nijiheshimu, yani niende nikienda hata kama nitaharibikia huko hizo penye watu wanijui, because nilijua huku ukishafa yani kuna venye tu itashusha thamani yako. Kuna venye watu wanaanza kuview differently because me I know men, most of my friends are dudes, I see the things they do. So nashukuru Mungu nilipata hiyo exposure mapema. I was so young, but then ilikuwa mgumu. I was approved kama stuck up, but ilinisaidia sana. Sisemi mkuwe stuck up, but kwa smart. Sai watu ni wa smart and all that stuff. Usiharibike sana. Watu wamegoma. Jiheshimu dada. Enda slogan ya leo. Jiheshimu dada. Kuna option by the way, usipojiheshimu, however talented you are, utaisha tu. Na story yako itakuwa boring kwa kila mtu, kwa sababu kila mtu anataka kuassociate na mtu mwenye anatamanika, na huwezi tamanika na ujiheshimu. Sorry, what you going to work with Nairobi? Kuna majina 2-3 naweza kupatia but probably ni guys, mostly watu na nao videos ni guys I have worked with before, ni watu wame believe in me, watu wanajua mtoiana pesa lakini wacha tu tumsaidie because we believe in her talent, itajipa huko mbele. So ni sad for the big names, but ni watu wame believe in me for a very long time, ni watu wame work na bigger brands, but na appreciate hiyo faith wako nayo in mimi. Yes, as a smoker. And of course it's funny how Mungu anafunguanga doors when you think he will not do anything. Come right now, I was just sitting here and then someone called me saying, tomorrow I want you in studio, come we do this and this and that. It's like that. Yani there, nashukuru Mungu, there's nice people out there, na nashukuru vile ananifungulia doors hata kama ni kidogo na penya napita. But yes, that's great. Tumekuwa na Shori, najua na travel. Nafaa ku travel. Na wacha tumalizie hapo sababu na travel. Abantu wa mtandao ya Sumoro, please support was what you support talent ndio zile positive kugusirie kwa una talent kera yaro. Can less ninje mbalimo, these are true talent. And as she's traveling, as you're traveling, I wish you a safe journey. Asante. And mahali mpo mkiangalia na mkiendelea kufuata kazi yake kesho, muombe atakani kumuombea. Karimambi na mambiende turatebenga rocho na tunamamba bareko tebanga Obama no mogera to ikule na turabagusi yarebe Oscars wenga ku Lupita and we feel good. It's like something that can bring us even more together as our Muslim. Let's support. Anything you would like to say? Nashukuru anyone amekuwa kinisupport kwa muziki, my fans. Sometimes nikienda kwa YouTube yangu zile views naweza sema ni nani na nani amewatch hata sikipa 200. Like I know these people when they put out music, they listen, they share. Hata hii project ya Meshuja, my friends have really shared it. Wamenisaidia ku increase fan base, my new fans, wasanii wenzangu, unajua wenye wame taking time maybe kuni feature in their projects and everything.
Samora, by the way. Samora unajua alinijua tukikuwa na shop at Plaza. Pia in a way Samora amenilea, kina Dr. B, Vintonescon, Augusto, like everyone who has been a part of my career, maybe from way back even up to right now, anyone support, be it yani whichever way, I am really thankful. Pia to PMC, by the way, for giving me a platform, because I don't think ningekuwa place niko sasa bila wao. Wanaweza ona mimi walinisaidia kidogo, but they really made a very big difference. Nani tena? Yani anyone amekuwa kinisupport, hata yule mwenye host hapa, just anyone. Anyone mwenye amewahi ni support. Harita ya media, he shot my first video for free. Even William Arege, yes, aliwahi tupeanga gari yake for free. Like, so I don't think nimefika place niko peke yangu. Yes, like I don't think nimefika place niko peke yangu saizi. I saw so many people wamechangia, hata kama ni vitu ndogo ndogo kufika for me. Neymar, by the way, pia ako part of hii bado ni project yangu. So yani I'm very very humbled. Si ati mimi ni mzuri ama I'm likeable ama anything, but I appreciate ile effort watu wanatekingi ku view my videos, ku support me, to encourage me, yes, kuniombea. So nashukuru sana. Thank you. Na tumekuja mwisho wa this show, lakini hatuwezi enda na mwimbaji yako hapa bila kutumia. Na sasa kulingana na matokeo nimeona hapo kwa comments na watu wanasema worship iliokunia kero. Yeah, spoiler alert. Lakini I swear it is what I swear. Ikitoka hiyo kautamu kataenda, but it is awesome. Very tupe kitu kingine basi yote. Anasema kama jiko na muziki ngwa kama jiko. Ndio akani. Zaima atagenda. Sigena nikikisi. Tayo. Yeah. Twende. Ingachete aba mura ebi sora. Tingachete bari bawe kora. Bakwe rora. Bakwe mena. I ain't got the time. I like a guy who can deal with hangovers. I run when I want him over. Who can keep me warm in his arms like a sweater. Stick around whenever weather. Agenda. Tembeza kigu. Agenda. Uliza Jobu. Ama Madu. Vile mi hudu. Agenda. Na. Nimesahau. Agenda. Tembeza kigu. Yes. Hii ilikuwa na dhani ya numu jamii kwa maana kigusia kama hiyo kwa tayari. But I love Jamaica. You love Jamaica. So we appreciate so much for being with us to the end of this show. Na mali mpo wote wenye wana support show hii, wana support Ndizi TV. Tuendelee kwa pamoja. It's been great having you and God bless you. Yeah.